niwapongeze kwa uamuzi mliofanya. Jambo la pili, mmepata mafunzo, na katika mafunzo mlioyapata bila shaka mmeelekezwa kutii sheria za barabarani bila shuruti yoyote. Kigoma tunazo barabara za vumbi, tunazo barabara za lami, lakini tuna bahati kubwa ya kupata barabara nyingi za lami na ndefu sana ambazo ni barabara 4. Na imani ni kundi hili litakuwa mwalimu wa utumizi wa barabara zetu, na mtazitumia barabara hizo kadiri ipasavyo. Niliona tangazo la TANROADS wakielekeza kwa barabara hizi zitumike kwa ufasaha na kwamba wataanza kuchukua hatua. Nikaanza kuwafikiria vijana wangu wa bodaboda, lakini leo nikasema ni nafasi ya kuzungumza na nyie mliopo hapa pamoja na wale ambao hawapo. Kama barabara ni ya kwenda, tuitumie kwa kwenda. Kama ni ya kurudi, tuitumie kwa kurudi. Jambo la pili, afisa uhamiaji ameeleza na mimi nasisitiza, mnao wajibu wa kuwabeba abiria wote. Mnao wajibu, tena kwa uangalifu na uaminifu mkubwa. Lakini wakati mnabeba abiria, ni lazima mzingatie kwamba ninyi ni walinzi wa nchi yenu. Hili ni jambo la msingi sana, na hapo ndipo tunapotakiwa wakati mwingine kula kiapo cha uzalendo. Mimi ni walinzi wa nchi yenu. Pale unapoona abiria ninayembeba, usikatae pesa. Sijui kama naeleweka vizuri, kwa sababu ukikataa pesa hata wewe abiria mwenye mashaka hatutampata. Ukimwona abiria niliyembeba huyu anaweza kuwa na changamoto za kiusalama, mpeleke, toa taarifa. Sisi hatuna haja ya kujua huyo abiria wewe unaitwa nani. Sijui kama unaelewa vizuri. Tunahitaji tu taarifa kwa ajili ya usalama wa nchi yetu na uzalendo wa nchi yetu. Maafisa bodaboda, maafisa usafirishaji, nyinyi mnaoendesha bodaboda na bajaji, mnayajua mengi ambayo sisi hatuyajui. Na waomba muitumie fursa yenu kuwalinda watoto wadogo wa kike na wa kiume. Nafahamu mnayajua mengi. Wapo watu wanawatumia wakati mwingine kuwachukua wanafunzi na kuwapeleka katika mazingira ambayo sio mazingira sahihi kwa wakati huo, na sio mazingira sahihi wakati mwingine kwa wakati wote. Usikubali kutekeleza uovu huo. Kama ambavyo mtoto mdogo wa kike ulivyombeba kwenye pikipiki ukamwacha anaenda kwenye nyumba ya kulala wageni, ukijua mtoto huyu anakwenda katika mazingira yasiyo sahihi, na dada yako naye anaweza kufanyiwa hivyo hivyo. Hatua hiyo ikafungua vinywa kwa wadau wa usafirishaji wa bajaji na bodaboda. Mafunzo tuliyopata tuzingatie sheria ili tuache kukimbizana na askari huko barabarani. Kutoka vijiweni kumekuwa na maneno mengi kwamba kuna rushwa nyingi, lakini mkitafutwa toeni basi ushirikiano, tujue nani anayehusika. Mnakwenda. Mimi hapo ofisi ya uhamiaji mkoa nina pikipiki kama 5 hivi ambazo tumezikamata, wanaoziendesha ni raia wa kigeni. Ukiangalia kwenye takwimu zetu za ajali, yaani ukikuta ajali 10 za barabarani, lazima zaidi ya 5 utakuta ni za pikipiki. Na nyie mwende mkawe mabalozi kwa wenzenu ambao bado hawajafanya mafunzo ili kuweza kupata vyeti. Nishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuyapa mafunzo ya ufundi stadi kipaumbele kama moja ya mihimili ya kuleta maendeleo hapa nchini, na hivyo kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira, kwani ujuzi ni ajira kwa vijana. Na furaha baada ya kupata cheti hiki, kwa sababu ya kufanya utaratibu wa kwenda kufanya mchakato wa kupata leseni. Kwa hiyo nishukuru serikali, nishukuru VETA
Kwa majina anaitwa Shedrack Edward Mukakie, ni mhitimu wa kozi ya udereva. Kipekee na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kibali alichonipatia, lakini kwa pumzi na uzima alioendelea kunipatia. Mimi na furaha sana kikweli, nimehitimu masomo yangu ya udereva na leo hii nimepokea cheti. Mimi namshukuru sana mkuu wa wilaya pamoja na kabineti yake yote walioweza kuungana kwa ajili ya kutusaidia kuhusiana na jambo hili. Wameweza kututoa mbali. Kiukweli gharama zilikuwa ni kubwa, lakini tunamshukuru Mungu ametupunguzia. Sasa tumehitimu masomo yetu na tunafurahi kwa kuwa tumejua vingi ambavyo tulikuwa hatujui. Tulikuwa tunaendesha vyombo pasipo kujua vitu vingi barabarani. Tumetambua alama za barabarani, lakini tumetambua udereva unatakiwa kuwaje. Tunashukuru pia kwa hilo, lakini tunaendelea kufurahi kwa yote kwa sababu wametutoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine, na sasa tunafurahi kwa kufanya kazi kwa amani. Kiukweli nimeipokea vizuri kwa sababu kupitia mafunzo niliyoyapata na kupitia elimu niliyoipokea kutoka chuoni hapa, naamini nitakuwa balozi mkubwa kwa madereva wangu na madereva wenzangu, lakini pia kwa watu wengine watembeao kwa miguu, na nitakuwa dereva bora na mwenye kuendesha chombo kwa usalama na kujali afya yangu na usalama wa afya za wengine. Sisi maafisa usafirishaji tutafanya kazi kwa uaminifu.